Jamani, mimi kwa majina naitwa Bisla Yusuf Muhammad, natokea Tanga. Ila kwa hapa naishi Zingeziwa. Mimi shida yangu ni kwamba mimi nafanya kazi katika nyumba ya mtu. Ila bosi wangu mimi alikuwa hataki kunipa nafasi ya kuja hapa. Kabla ya kuanza kazi nilikuwa nakuja kabisa hivi. Lakini takia nimeanza kazi hataki kunipa nafasi ya kupumzika nyumbani. Wakati nilimwambia nataka siku ya Jumapili nipumzike naenda kwa Samuel. Sasa siku hiyo Jumapili niliamua kupumzika nyumbani, nikaja hapa kanisani. Yeye aliniambia kwa nini napumzika siku ya Jumapili? Kwambia mimi naenda kanisani. Akanambia wewe mchungaji wetu sikunasikia kwa kanisa mchungaji mchawi. Kwa nini unafuatilia kanisa hilo? Unaniambia mimi kabla ya kuanza kazi kwanza nitamchawi. Mimi kabla ya kuanza kazi kwako kanisani hapo mimi naenda. Kwa hiyo huwezi kunikataza siku ya Jumapili kupumzika. Na nikipumzika lazima niende kanisani. Sasa kila nikija huko anaambia, "Mdogo nataka uingie kazini." Wewe unakataa kuingia kazini kwa sababu unaenda kwa mchawi wako. Ngambia dada huko nakuelekea siku. Kwa sababu utamchawi basi mimi nakuamini. Basi ikaenda mimi nashuhudia mafuta ambayo baba alizawadia hapa. Kuna mama nilimleta hapa alikuwa na matatizo ya mwanae, baada ya kufanikiwa akaja akatoa ushuhuda, baba akazawadia mafuta ya shilingi 50. Wale mafuta yametenda makubwa kwangu. Nilikuja siku ya Jumapili kama leo, ambapo siku hapo napumzika nyumbani. Nikazaliwa ile mafuta, kesho yake Jumatatu nikaingia kazini. Kufika bosi wangu akaniambia, "Mume wangu anataka kusafiri leo asubuhi. Kwa hiyo nenda kanao kutafunia mapema. Aje anywe chai, aondoke." Nikachukua hela, wakati naenda sasa nyumba jirani yake kuna mama ambaye anauza viogo. Yule mama wakati napita anaongea na wenzia anasema, "Jamani, yani nyumba ile pale ile hanukishi viogo mimi." Lakini sasa nataka kumsikiliza mimi kaenda kwenye mandazi, kanao mandazi wakati narudi. Wenzia ambao wamekaa nao nasikia wanamwambia, "Mbona umwangalia sana udada bado unamjua?" Basi mimi ndio kugeuka niangalie ambaye anaangaliwa ni nani. Mimi nageuka ile mfuko wa mandazi kachanika. Ndio yule mama akaachia sojo. Unisoja lakini sikujua kwa unisoja mimi. Sikufuatilia. Mimi kashikilia mandazi kwa sababu kwenye mfuko mwingine ndani ila juu niliwekea tu mfuko huo magufuli. Kama mandazi kafika nyumbani kuwatengea chai. Kilichotokea katika ile mandazi. Kila aliyekula ile mandazi na ile chai. Kila mtu alialisha na kutapika. Tuliuma matumbo nyumba nzima. Mpaka nilifika hatua bosi wangu akiume aliniuliza, "Dada, mandazi na chai umetia nini? Mbona nyumba nzima naalisha na kutapika?" Mimi sijamjibu, mke wake akamjibu, "Kwani udada ni mara kwanza kutupikia? Mbona kila siku anatupikia hapa? Labda ni hali tu." Bosi wangu akiume wa kike anauza duka la dawa. Anaenda kanisani ya dawa za matumbo, flaji na vingine. Akaleta tukatumia lakini hakuna anayepata unafuu. Wote bado shida. Bado shida iko pale pale. Mimi mwenyewe ndio sijiwezi. Nilipika chakula cha mchana lakini hakuna aliyekula. Basi baadaye tunakumbuka kumbe jana nilienda kanisani kule kuna mafuta nilipewa. Ngoja niende kachukua ile mafuta. Amina. Nikamwambia shemeji unaamini? Akaniambia mimi imani nayo ila umchungaji wako nisijui. Nikamwambia sawa. Mimi ngoja kaleta mafuta kwangu. Hakuna kafakazi na ungalikuwa kusema mbali. Nikaenda kachukua ile mafuta nikaja kumwambia shemeji naomba kila mtu achukue mfuniko moja moja anywe. Mengine tujipakazeni matumboni. Hapo tuangalie hali itakavyokuwa. Amina. Nikaogesha watoto wote wakapaka ile mafuta na wao wenyewe wakapaka mafuta. Maana tulikuwa tumekienda kwa nini chooni. Mtoto akiingia jamani tunamwambia nipishe. Hali ilikuwa hiyo. Hebu piga makofi kwa Mungu. Kwa kweli sio rahisi. Basi katika kutumia ile mafuta watoto, baba na mama, shemeji siku ile hakusafiri. Alishinda kusafiri kwa sababu ya kualisha na tumbo. Amina. Tangia umetumia ile mafuta ilikuwa saa 8 mchana. Inafika saa 12 ile foleni ya chooni imepungua. Matumbo yamepungua kuuma. Unakucha asubuhi shemeji ananiuliza, "Kwa shemeji ile mafuta umeyatoa wapi?" Mwambie kwa nini nimekwambia naenda wapi? Mimi nakwambia kuna mchungaji ambaye anaitwa Samuel ndio kama ndani kila siku. Amina. Kila mtu wako haamini. Mke wako ananiambia kwa kanisa unapoenda mchungaji wako ni mchawi. Akaniambia, "Mbona mafuta bado umetusaidia?" Basi sawa. Tukakaa kwa nini wenda bosi wangu anamwandaa bana fanya mtihani mwezi najua darasa la 4 wanafanya mtihani. Bosi wangu hakika akaniambia, "Dada naomba ile mafuta yako nitusaidie kwenye matumbo." Yule yule Yesu. Naomba mafuta yako. Jaribu kumpakaza mwanangu aende kufanya mtihani. Kwa sababu kila akifanya mtihani anatoka 0. Hebu nenda kampakaze mafuta. Kwani ngale na ile mafuta siku ya asubuhi
Kampakaza ule mtoto tumboni, kichwani, nikamwambia haya, pakaza na kwenye peni zako aenda shule. Ule mtoto akaenda shule. Katika majibu ya mtihani anakuja kutoka, yeye ni mtu wa pili. Mama yake hakuamini. Mama yake hakuamini kwa kweli. Kwa sababu mwanae ni mtu wa kujikojolea na hana akili shule hata kidogo. Lakini amekuwa wa pili. Amekuwa wa pili shule katika haramu mpaka anatafuta. Amina. Hata juzi Ijumaa mama yake ananiambia, "Mama mdogo vipi? Kwa mimi naenda kanisani." Akaniambia basi nenda naye. Wewe ni watoto watatu mwingine na watoto wako wote hapa. Wako wapi leo watoto wako? Leo sikuja nao maana yake mwenyewe anadai kwamba anaenda kujikoba kwa hiyo jioni hana kumachia watoto. Kwa hiyo akasema nenda nao wote kwa mchana. Nilikuja nao wote Sasa nikakadisia watoto. Nikakuja hapa baada ya Ijumaa kuisha ibada nikamwatafuta na mimi Simon. Nikamwambia Simon basi ndio mtoto kumwombea. Maana yake ni mtu akijikojolea na hana akili shule. Kwa hiyo tangia Ijumaa ile tangia ameombewa. Ajikojolei tena mpaka leo hii. Pigia Yesu makofi. Amina. Tena makofi makubwa jamani. Kuna shule zingine unasoma dakika moja lakini unakuta tu zinakuvutia. Sema amen. Amina. Tunaitwa wachawi. Yes. Na hili ndio imani za watu wako nazo huko nje. Hawajafika. Kabisa. Wanaweza pesa. Amen. Nikuuliza wewe mgeni uliyefika. Si unaona watu tulivyoongea? Kuna wachawi watu wametumika. Hawa watu Jumapili wakija wanatoa ushuhuda wao. Tumewaroga. Ibada ikiisha hapa kila mtu anaenda nyumbani. Amen. Tumekuroga. Hakuna. Mnaanza kushughulika na wachawi kule, mnashughulika na watu wa madhabahu wanaokwama za watu. Nasema ndio kule. Amina. Laula wale watoto ni waone laula. Natamani niwaone, sema laula waje Jumatano. Amina. Ni waombe wote waanze kupasi alafu mama yao naye aje. Amina. Amen. Haya mama.